Siku zote hekima ya kweli huwa inaanza pale unapotambua mipaka ya akili yako. Leo kuna watu wengi sana wamepoteza kazi, wamepoteza fursa mbalimbali pamoja na mambo makubwa katika maisha yao. Kuna watu ambao katika maisha ya leo duniani wanakosea sana. Unajikuta mtu kuna kitu hakitambui, lakini hataki kukiri kwamba hicho kitu hakijui. Na hili ndio jambo ambalo linawakumba wengi sana. Unaweza ukashadadia kwamba kila kitu unakifahamu. Mfano, katika maisha ya shule unamkuta kuna wanafunzi labda wa aina mbili. Mwanafunzi mmoja anaona kwamba anaweza somo fulani, analiweza zaidi. Na mwanafunzi mwingine somo hilo anaona kwamba haliwezi zaidi. Huyo ambaye anajiona kwamba hilo somo analiweza zaidi, automatically hatakuwa mfuatiliaji na ataridhika na atajiona kwamba tayari kashatosheleza kulipata. Lakini yule ambaye anatambua mipaka ya akili yake, yule mwanafunzi wa upande wa pili ambaye anaona kwamba hilo somo kwake halifahamu kivile, ataendelea kufuatilia na kufuatilia zaidi. Hatimaye atajikuta anajua vitu vingi. Na inapoelekea, kwa sababu yule ambaye alikuwa anajiona hilo somo analijua zaidi, atajikuta kwamba anafahamu vitu vichache, na yule aliyokuwa anafuatilia atajikuta kwamba anajua vitu vingi zaidi. Sikiliza nikwambie, katika mwaka huu 2026 jifanye kwamba haujui chochote. Yaani inamaanisha kwamba usijioni kwamba unaweza kwa kila kitu. Siku zote wale ambao wanajiona wanaweza vitu vingi huwa wanakuwa ni wachache sana wa maarifa. Yaani huwa wanakuta mara nyingi vitu vingi hawavijui. Wewe tufuatilia, hata ukiwa na rafiki au na ndugu yako mwingine ambao unamuona labda yeye kila kitu ni mjuaji, mfuatilie kiundani, utakuta kwamba hakuna chochote anachokijua isipokuwa tu inakuwa ni mbwembwe. Yaani anakuwa tu kujiplaud hapa na pale, lakini ukifuatilia kimsingi kichwani huwa inakuwa ni hamna kitu. Ni kitu gani nataka leo kukwambia? Nataka nikwambie kitu kimoja. Katika mwaka wa 2026 ili uweze kupata mafanikio zaidi, jifanye kwamba kujui. Anaweza katokea rafiki yako akwambia, bwana hem tufanye biashara fulani. Labda inakwenda 1 2 3, akaanza kukupatia elimu afu ukasema bwana mimi natambua, mimi najua. Kwa utakaposema kwamba unajua, utamkatisha tamaa na utamfanya kwamba hata kama kuna kitu kingine alikuwa anataka kuongezea kupatie, utajikuta kwamba hakupatie. Kwa sababu gani? Umeshamcommit na umeshampa mipaka ya kwamba tayari wewe unajua. Kumbe ungesikiliza hata kidogo tu, kuna kitu ungekuta kwamba haukijui na ukakipata zaidi. Mwana falsafa mmoja ambaye anaitwa Socrates aliwahi kusema kwamba I know nothing except the fact of my ignorance. Akimaanisha kwamba sijui chochote isipokuwa ukweli kuhusu ujinga wangu. Huyu mwanasayansi alikuwa anamaanisha kwamba hekima ya kweli siku zote inatokea pale ambapo unatambua ujinga wako. Kutambua ujinga wako ni kutambua mipaka ya akili yako. Kuna baadhi ya vitu unaweza ukajifunza, lakini kuna baadhi ya sehemu unataka kujua kwamba hichi kitu bwana mimi kiukweli sikifahamu, na hichi kitu nakifahamu. Lakini watu wengi wa leo wanashindwa kujikategorize na kushindwa kujionyesha kwamba mimi nikionyesha ujinga wangu nitaonekana mpumbavu. Hapana, usiogope. Na ndio maana ukifuatilia wanafunzi wengi ambao wanakuwa labda hawaulizi maswali darasani, huwa wanakuwa ni waoga. Utajikuta kwamba ni wale ambao wanasema kwamba nikiuliza itakuwaje. Yaani wanashindwa kujua kwamba kila mwanadamu ana mapungufu na kila mtu ana ukomo wa akili yake. Ule ukomo wa akili yako huo ndio ujinga wenyewe. Kumbuka tunaposema ujinga hatumaanishi tusi, hapana. Bali kila mwanadamu ni mjinga kwa jinsi alivyo. Mjinga unaweza kusema kwamba ni ule mtu ambaye hajui kitu, lakini ukimfundisha anafundishika na anaelezeka vizuri na anaweza kuhama kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Rafiki yangu, sikiliza nikwambie kitu. Haya maisha siku zote yanategemeana, na ili ufanikiwe siku zote lazima ukubali kubebwa na ule mtu ambaye anajua. Wasingetokea maprofesa wengine, isingekuwa kama wasingekiri ya kwamba hawawezi kipindi walipokuwa wanafunzi. Na ndio maana ukiangalia wanafunzi wengi wa chuo wanaogombana malicha wao ni wale ambao wanajifanya wanajua zaidi. Hasa ukijifanya unajua, nini kinatokea? Kile kitu ambacho utakuwa upate kipi, hata kama unakijua, jifanye kwamba hujui. Hata kama unajua kuendesha gari namna gani, lakini mtu anapojaribu kukufundisha tena, kubali. Kwa sababu gani? Kuna kitu kipya atakupatia. Kuna experience mpya utapata. Unakuta watu wengi ni maskini kwa sababu wanajifanya wajuaji sana. Unamkuta mtu anaendesha biashara fulani, anaendesha kampuni fulani, anashindwa kwenda kuuliza kwamba ni kwa namna gani basi naweza kuendesha hii kampuni. Kwa sababu tunajiona kwamba maarifa yake yanatosheleza. Yamkini ndio una degree, yamkini una masters, lakini licha ya masters una ujinga wako tu. Kuna sehemu kuna ujinga wako tu. Na ndio maana Socrates akasema kwamba I know nothing except the fact of my ignorance. Kwamba sijui chochote isipokuwa tu ukweli kuhusu ujinga wangu. Kwamba jamaa alikuwa anafahamu kwamba yeye udhaifu wake uko wapi.
yeye ujinga wake uko wapi. Na hivyo basi ukitambua udhaifu wako uko wapi, kuna wakati utakuwa na mipaka katika kuongea. Kuna watu wengi sana wanawakosea wakubwa wao. Kuna watu wengi sana wanakosea, especially sana inaweza kuwa ni viongozi wa siasa, inaweza kuwa ni kiongozi wa kampuni fulani. Kuna sehemu labda mfanyakazi anaongea na wewe bila kufikiria unachangia, unaongeza kitu fulani bila kujua kwamba unakosea. Lakini utakapotambua kwamba mimi hapa kuna kitu fulani sikijui, labda kuhusu masuala ya benki, mtu kayaongelea, badala ya kukaa kimya kwanza usikilize, na wewe unadakia na kuchangia ile mada, kumbe hakuna chochote unachokijua, na hatimaye unaishia kuonekana mbabaishaji. Katika mwaka huu 2026 na kukaribisha utambue udhaifu wako uko wapi. Hebu tambua ujinga wako uko wapi. Utakapotambua ujinga wako uko wapi, utajua kwamba kuna fursa baadhi kumbe hauzijui. Kuna mambo fulani hauyajui. Utakapokubali kufundishwa na mtu ambaye anatambua kitu hicho, jifanye kuwa mjinga hata kama unaufahamu, lakini jua kwamba kuna sehemu utakuwa hujui. Hebu tambua ya kwamba kila kitu kinategemeana katika dunia hii, na kila mwanadamu ana mapungufu na ana udhaifu wake pia. Hakuna kitu chochote ambacho unaweza kukipata kikuletee faida bila kukubali matokeo ya kwamba wewe ulikuwa mwanzoni haukitambui. Na ndio maana ukiangalia matajiri wakubwa walioendelea sasa hivi, utajikuta kwamba walikuwa na hamasa ya kujifunza kila siku. Leo ukiangalia utakuta kuna falsafa nyingi sana zinafanyika. Utakuta kuna mtu anafanya uchunguzi kuhusu masuala ya ndoa, utakuta kuna mtu anafanya utafiti kuhusu masuala ya kisayansi, utakuta kuna mtu anafanya utafiti kuhusu watoto wa mitaani. Hao wote wanaofanya utafiti, cha kwanza kabisa wamekubali kwamba kile kitu hawakijui. Kumbe basi faida ya kukubali kwamba wewe ni mjinga, unaisaidia jamii kupata vitu vingi vipya. Mfano, unapofanya utafiti kuhusiana na masuala labda madawa ya kulevya, labda kuhusiana labda na masuala ya ndoa, hapa unadhihirisha kwamba katika ndoa wewe bado ni mjinga, hujatambua kitu katika ndoa, na ndio maana unafanya utafiti. Kujiona mjinga si tusi wala si kujidharau, bali ni hekima ambayo inakupa wewe mwanya wa kutatua matatizo yale ambayo yanaikumba jamii. Unapojiona kwamba wewe ni mjinga kuhusu biashara fulani au kuhusu kitu fulani, inakupa mwanya wewe ya kuendelea kujifunza biashara hiyo pasipo kukata tamaa, kwa sababu unakiri kwamba hujui. Lakini ukisema kwamba unajua, utajikuta kwamba kumbe unavyojua ni vichache zaidi kuliko vile ambavyo fanyaje huvijui. Kumbe basi nakuasa tena ndugu yangu, katika mwaka 2026 jitambue, ujue ujinga wako uko wapi, fahamu udhaifu wako uko wapi, na siku zote utambue kwamba suluhisho la matatizo yote unayoona hapa duniani yamekuja kwa sababu watu walikiri kwamba wao ni wajinga. Shida zote tunazoanza tatulia hapa duniani walikuja kwa sababu watu waliona kwamba wao ni wajinga. Ukiona mtu kagundua dawa ya malaria, ni kwa sababu alikuwa ni mjinga, hakuwa anaijua hiyo dawa ya malaria, na ndio maana akaamua afanye utafiti, akakaa ndani akajichimbia toka muda wa mwaka mmoja, ndio baadaye akajapata kupata hiyo dawa. Ila angesema kwamba anajua kwamba yeye anaweza kila kitu, yamkini kwamba hata asingefanya utafiti, angeona aibu. Je, hiyo dawa angegundua leo? Na kualika leo utambue ya kwamba kila kitu kinachoanza katika ujinga, matokeo yake kuinuka katika hekima, na kila kitu kinachojiona kwamba kina hekima, matokeo yake huwa ni kuishia kwenye ujinga na hatimaye mpumbavu. Naitwa Alphonce Ndabita. Hii hapa ni Alphonce Motivation TV. Mpaka wakati mwingine, Mungu akubariki sana. Usahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment, na Mungu atakubariki. Chao.